Ni siku nyingine nzuri kabisa tunakutana katika Iringa Talk Show. Tuliwamisi sana. Kusema ukweli, tuliwamisi sana. Unanikumbuka tayari. Mimi ni Moses Mkemwa au Uncle Moses. Na leo tuko na mgeni ambaye tutakwenda kuzungumza naye mambo mazito kuhusiana na afya zetu na namna gani tunaweza tukahakikisha tunakuwa salama, hususan kupitia vile vitu ambavyo tunaweka kwenye sahani yetu, na maanisha chakula. Inawezekana chakula, kwa kutojua namna gani unahitaji kubalance chakula chako, umeingia katika kutumia fedha na kupoteza fedha nyingi sana. Na wakati fulani umehitaji kwenda kutibiwa. Tunavyoongea hivi kuna wengine wanatibiwa kwa sababu ya mtindo wa maisha, kwa kutotambua namna gani unaweza aka balance sahani yake kile anachokula. Sasa leo tumekuletea mgeni ambaye yeye atakwenda kuzungumza na wewe namna gani unaweza kubalance mtindo wa maisha, hususan katika eneo la chakula na mazoezi. Hivi ni vitu vinaenda. Kusema ukweli, tuliwamisi sana. Kabla tujaanza au tunavyoanza, ningetamani kujua Messi, mimi nakufahamu kwa jina la Messi Bacon. Labda unaweza ukatuambia zaidi, kama mtu anataka kufahamu kuhusu wewe, anaweza ukajitambulisha vipi kwake? Asante sana. Mimi naitwa Messi Bacon. Mimi ni mzaliwa wa Arusha. Nashukuru sana kuwepo hapa kwa sababu mimi ni mtaalamu wa mambo ya nutrition na wellness, na pia ni mtaalamu wa masuala ya AI marketing na digital strategy. Nashukuru sana kuwepo Iringa Talk Show rasmi katika hii show episode ya kuzungumzia insulin resistance, kwa sababu kwa kweli swala hili la swala hili la lifestyle diseases limekuwa ni sugu sana katika jamii yetu. Zamani Moses, tulikuwa tunasema kwamba magonjwa ya kisukari, pressure, nini ni magonjwa ya matajiri. Lakini sasa hivi tunashangaa hadi watoto wadogo wana pressure. Yes, very young people wanakufa kwa masuala ya pressure, diabetes, obesity, hususan kupitiliza uzito. Kwa nini? Kwa nini? It all comes down to what is on our plate. Aha. Yes. Okay. Ndio. Hapo tumeanza pazuri. Nimependa kwanza utambulisho wako. Lakini kabla hujaenda sasa huko ndani, nini kilikuvutia kuanza kujikita katika masuala ya lishe? Umezungumzia na masuala ya AI. Yes. Natamani kujua hapo katika sehemu ya utambulisho. Okay. Masuala ya lishe mimi nimevutiwa sana kwa sababu ya jamii yetu sasa hivi. Unakuta mtu analalamika kwamba mimi nikienda hospitalini napimwa ugonjwa uonekani nini, lakini unakuta ni lifestyle. Kwa hiyo hicho kitu kilinisumbua sana, nikasema ngoja nifanye utafiti wangu. Moses, mimi nimefanya utafiti kwa kina sana kwamba je, haya magonjwa yanayotokana na mtindo chimbuko lake ni nini? Nikagundua kwamba wengi wetu hatuna nutrition information. Yani ina maana kwamba hatuna taarifa za lishe. Ndio, na tunaangamia kwa kukosa maarifa. Ndio. Sasa mimi nikatamani sana nijue nini kinachotokea pale tunapotia chakula mdomoni. Na nimefanya utafiti wa kina sana sana sana, nikagundua kwamba kitu kinaitwa insulin resistance ndicho kinachotusumbua. Na ndio maana unakuta kuna mtu analalamika kwamba mimi nimekuwa nikifanya mazoezi, nimekuwa najitahidi na diet, lakini mimi uzito haupungui. Kwa sababu ya kitu kinaitwa insulin resistance. Na insulin resistance ni nini? Insulin resistance ni pale ambapo unajua kila unapokula halafu inategemea pia na unakula aina gani ya vyakula. Kwa bahati mbaya sisi wa Afrika tulio wengi tumezoea kula zinaitwa simple carbohydrates. Simple carbohydrates naweza nikasema kwamba ni vyakula hewa. Yani tunaona kama vyakula kwa macho. Na mpenzi mtazamaji, yani kwa kweli, yani hapa chakula pendwa zaidi wali, ugali, hasa ugali ambao tunakula huu ambao umeshakobolewa huu sembe. Kwa hivyo ni vyakula
zero nutrition. Aha. Zero, yani ukila ina maana pale unapokula hata ngano hizi yani pale unapotia mkate, unapotia wali, unapotia na sembe mdomoni, yani hapo moja kwa moja inapofika tumboni inakuwa converted, inakuwa sukari. Ikishaingia kwenye mfumo wa damu sasa, hapo insulin sasa lazima sasa mifumo ya mwili hususan pancreas sasa ina release nini, kitu kinaitwa insulin. Sasa ina release insulin kwenda kupambana na ile sukari ambayo imeletwa ghafla. Sasa kwa bahati mbaya Moses, unakuta yani kuna watu yani kila baada ya muda anakuwa anakula. Sasa kila insulin lazima inakuwa released kupambana na ile sukari ambayo inaingia kwenye mfumo wa damu. Sasa inafika mahala sasa ile insulin inazidiwa. Ikishazidiwa sasa, hapo ndio sasa zile cells za mwili ambazo sasa zinatakiwa zirelease energy ili kuzalisha sasa nguvu katika mwili sasa na kuburn yale mafuta sasa, yani kuyeyusha yale mafuta. Sasa unakuta sasa kunakuwa hamna uwiano, hamna communication kati ya insulin na zile cells zile sasa. Matokeo yake sasa ina maana kuna insulin resistance. Yani ni kama ambavyo, nitoe mfano rahisi, ni kama ambavyo unasikia mtu ambaye amezoea kunywa antibiotics. Kila wakati anakunywa antibiotic Sasa pale unapokutwa na ugonjwa wa bakteria kweli, ukitumia antibiotics hazifanyi kazi. So ni the same. Wewe umezoea kula unakula simple carbohydrates. Sasa wakati mfumo wa damu sasa yani kunakuwa na overproduction ya insulin, kunakuwa na insulin resistance, kwamba zile cells za mwili tena hazirespond tena kwa insulin. Hazirespond tena. Kama vile ambavyo tumesema bakteria inafika mahala inakuwa resistant kwa antibiotics. Yes. Sasa hiyo sasa ndio inapelekea pale insulin resistance inavyookaa, ndio sasa hapo ambapo tunasema diabetes, ugonjwa wa pressure, kupooza na pia na obesity. Hususan Musa, na dalili kubwa ya insulin resistance ni pale ambapo unakuta mtu unakuta kuna stubborn visceral fat. Hiyo ndo nini tena Messi? Mafuta ambayo yanakatalia hapa kwenye midsection ya mwili, hapa kwenye tumbo, tunaita kitambi. Kitambi sio tena, sio dalili ya utajiri. Kitambi sio dalili ya utajiri watu wanavyosema, bosi kitambi. Hapana, sio. Kitambi manager. Ni dalili mbaya sana. Kwa kitambi ni mrundikano wa mafuta. Ni mrundikano wa mafuta ambao unasababishwa na insulin resistance. Tuende taratibu Messi. Ndio. Inawezekana kuna mtazamaji hapa anatufuatilia ambaye anatamani kuelewa hatua kwa hatua tatizo linapotokea, ili tukimsaidia, tukimpa ushauri, ajue sehemu gani anatakiwa ashughulikie. Unanipata nilisema saa zile pancreas ni nyongo, lakini nimekumbuka pancreas ni kongosho. Sasa nataka utupeleke taratibu. Najua una hasira na mtindo ambao tunaenda nao tunapokula sembe na mawali na ngano, lakini utupeleke kwa sababu ndivyo vyakula ambavyo tunakula watu wengi. Sasa tukijua changamoto inavyotokea itatusaidia pengine kuchukua ili somo vizuri zaidi. Sasa kongosho inazalisha insulin. Nyongo. Si ndio? Nyongo ina maana insulin ndio unaita nyongo, kwa sababu mimi sijui insulin kwa Kiswahili nini. Haya. Kongosho inazalisha nini kinachomwagika kwenye chakula? Bile juice. Yes, hiyo ndo nyongo. Okay. So nyongo ni bile juice. So what happens from them? Sasa mimi naweza nikasema hivi kwamba kwenye mwili wa binadamu kuna hormones. Sawa. Na insulin ni mojawapo ya hormones ambazo zinazalishwa katika kupambana na sukari inayoingia kwenye damu. Lakini sasa Musa, mwingine atasema hivi, wewe unatuambia tusitumie simple carbohydrates. Sasa tutatumia nini? Kama ukisema kwamba mimi nisile wali, nisile sima, nisile naitwa sembe, nisile ngano, unataka unataka muhogo ni complex carbohydrate. Na pia na viazi vitamu na cassava ni mihogo. Mihogo na arrowroots.
magimbi. Okay. So unaona, sasa kitu kingine ambacho kinakosekana zaidi kwenye sahani zetu, unaambiwa kwenye portion ya sahani unatakiwa nyama iwe nyingi, kila aina ya nyama. Na Moses, cha kushangaza ni kwamba tunaambiwa tusile nyama yenye mafuta. Nyama yenye mafuta ina nutrition sana na ndio inayofaa. Nyama ya mafuta haina madhara yoyote kwenye mwili wa binadamu. Kumbuka mafuta yanayotokana na wanyama yani ni natural. Sio sawa na mafuta ambayo yanatoka viwandani, lakini kwa sababu ya kukosa elimu tunakimbilia wote mafuta ambayo yametoka viwandani, yametengenezwa na makemikali. Kama ukweli wewe unavuna alizeti alafu unapeleka unaenda unazalisha mafuta huku unasubiria kabisa inasegwa, unatengenezwa mafuta yako, inakamuliwa mafuta, unaondoka nayo nyumbani, fine. Kama unachinja wewe mwenyewe unaenda unachukua nyama unakamua mafuta, fine. Lakini mafuta ambayo yamepitia kwenye yamefanyiwa bleaching, yamekuwa preserved na chemicals, hayo ndio tunapiga vita, Musa, kwa sababu yanachangia sana kwenye lifestyle diseases. Hiyo tukijumlisha na hizi simple carbohydrates ambazo tunasema, unajua Moses, tunavyozungumzia sukari, watu wanawaza kwamba ni hii sukari tu ambayo inatokana na miwa. Hapana, sio sukari hii sio Mtibwa, sio sukari ya Mtibwa. Ni aina yoyote ya chakula ambayo ukitia mdomoni inakuwa converted to glucose. Glucose kwa maana ya kwamba yani direct injection, hiyo ni sukari. Yes. Sasa watu wanavyosema kwamba sukari, usile sukari, watu wanafikiria kwamba unakatazwa Mtibwa sugar. Sio. Hapana. Kwa wakatazwa kula sukari ya Mtibwa. Sasa hiyo nayo pia hutakiwi kuweka kwenye sukari, kwenye chai yako. Ukinywa, ukiepuka, the better for you. Na kumbuka hata sasa inakosaje kuwa shida wakati ikiingia kwenye mwili wa binadamu, hiyo ni glucose tayari. Kwa ni sukari hata hiyo ni sukari ndio zote. Ni sukari zote ndio. Okay. Sawa, nimekupata vizuri. Ukizungumzia simple carbohydrates, vyakula vyake ni hivyo ambavyo mmevitaja. Hivyo kina wali na wenzi polished, yani vinaitwa vyakula ambavyo vimeshakobolewa sana, kama ngano iliyokobolewa. Unakuta mchele tunaopikia umekobolewa, umekuwa mweupe kabisa, unakuta. Sasa mimi ningependa kutoa angalizo moja hivi. Kama una mgonjwa ambaye ana ugonjwa wa sukari tayari, diabetes kwa maana yake, au pressure au any lifestyle disease, hatakiwi kutumia simple carbohydrates na hata complex carbohydrates. Kwa sababu hata complex carbohydrates, kwa mfano tunavyozungumzia, natamani tutofautishie simple carbohydrates, umeshatuambia complex carbohydrates kwa ajili ya mtazamaji, si ndio mtazamaji? Ungetamani kujua bila shaka. Complex carbohydrates ni carbohydrates ambazo au wanga, vyakula vyenye wanga ambavyo vinachukua muda mrefu katika umeng'enywaji kwenye mwili, na pia vinakuwa na faida kubwa na vinakuwa na fiber nyingi kuliko zile simple carbohydrates. Na hizo ina maana yake, hizo unavyozitumia kama magimbi, viazi vitamu na mihogo, hizo hapo, yani hizo zinachukua muda mrefu sana kumeng'enywa na kuwa absorbed kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo hizo hazileti spike of insulin, kwa sababu zile simple carbohydrates tatizo lake ni kwamba zinavyoingia kwenye mfumo wa damu, zinavyokuwa converted into glucose, sasa into sugar, sasa yani zina spike insulin. Yani insulin inazalishwa kwa wingi sana katika kupambana kuregulate blood sugar, kuileta chini, kushusha damu ije katika uhalisia wake au normal. Sasa matokeo yake ni nini? Baada ya muda zina crash. Yani insulin inakuwa ina spike, inapambana, alafu inashuka chini na ndio maana unaona mtu akinywa uji, akila hizo simple carb, akila ngano, akila nini, akila mkate, baada ya lisali moja au masaa mawili njaa inauma tena. Sasa na ndio maana tunasema watu tutumie complex carbohydrates, tutumie vyakula ambavyo vinaleta afya kwenye mwili wa binadamu, vyakula vyenye fiber,
Kwa mfano fiber nyama ni vyakula vyenye nyuzi. Kama nini? Mihogo, Kama zile kuna magimbi, kuna vyakula vingine. Alafu pia kuna nyama kwa wingi, nyama ya aina yoyote na iwe na mafuta kweli kweli. Yes, tumekuwa tukiambiwa cholesterol ndio adui. Cholesterol sio adui. Kwa hiyo ile nyama ya mafuta pia ina nyuzi. Yaani ndio nyama ina nyuzi, hata wakati unapokuwa ndio, na ni nzuri sana na ina fatty acids, yani ina faida nyingi sana. Mpenzi mtazamaji, na pia inakuondolea ile njaa. Yaani ukila nyama haupati njaa kwa urahisi. Kwa hiyo unatakiwa una balance chakula chako. Ule nyama kwa wingi, ule vegetables, ina maana mboga na complex carbohydrates, na mayai kwa wingi sana, na hamna kitu kizuri kama maparachichi. Yes, na maparachichi na maparachichi yana nyuzi. Na kama tuna mgonjwa ambaye ana lifestyle disease au magonjwa yanayotokana na mtindo wa maisha, anatakiwa awe makini sana katika aina ya matunda anayotumia. Aepukane na kutumia matunda ambayo yanaleta spike ya insulin. Kwa mfano, kuna haya matunda ambayo yana sukari. Kama ni maembe. Ndio. Yani anatakiwa ale zaidi berry family, yani ya aina ya matunda ya berry family. Lakini kama strawberry, blueberry, blackberry, hizo hapo. Alafu na grapes pia, zabibu ale kwa wingi, na maparachichi kwa sababu yana healthy fats. Na ndio maana tunapendekeza pia kila aina ya nyama kwa sababu ya healthy fats. Mungu hakufanya makosa. Na mayai kwa wingi. Yani hivi unajua tulidanganywa kwamba eti unatakiwa eti kwa siku unakula yai moja, mayai mawili. No. You can eat as many as 10 eggs a day. Unazungumzia mayai gani? Mayai ni mayai. Amini usiamini, mayai ni mayai. Hamna cha kusema mayai ya kienyeji au mayai ya nani ya kisasa. Yote ni mayai. Yani ni utafiti umefanywa Musa. Watu wameingia maabara. Mtu achukue kabisa. Mtu ale. Kwa sababu mayai ni mayai. Composition ya mayai ya kienyeji na composition ya mayai ya kisasa, it's the same. Ndio. Sasa Messi, nina swali ambalo nataka niulize kwa niaba ya watazamaji wetu. Unazungumzia kuhusiana na berries. Strawberry, blackberries, blueberries, zabibu. Sijajua hizo berries zingine kwa Kiswahili chake ni nini, lakini tuziite kwa majina hiyo. Sasa unazungumzia pia mayai. Kwa wingi. Kwa mtu ambaye anatutazama sasa hivi, anaanza kuona tayari unazungumzia watu wa aina gani ya maisha. Anaona kabisa Messi azungumzi, yaani anazungumza sio kwa ajili yangu. Nanipata vizuri? Ndio. Mimi hizo berries, blue, red, rangi yoyote berries, sio fungu langu. Pengine hivi somo sio kwa ajili yangu. Una lolote la kusema kwamba haya maelekezo ni kwa ajili yake? Ndio, ni kwa ajili yake kwa sababu kwani maparachichi si yapo kila mahali. Yaani ukiangalia katika kila kijiji Afrika hii, yani hamna nyumba kijijini ambayo inakosa mti wa maparachichi, na maparachichi yanazidi hata hizo berries katika composition yake. Kwa kukosa berries achukue maparachichi. Yani maparachichi kwa wingi sana, yani na ikiwezekana mtazamaji, kula maparachichi hata 3 kwa siku na mayai hata 10 kwa siku. Na nyama kwa wingi sana. Yani katika sahani yako anza na nyama, protein, nenda kwenye mboga, nenda kwenye matunda. Sasa hata hizo complex carbohydrates ambazo tumemzungumzia ziwe za mwisho kabisa, utakuta umesha shiba. Yes, na ukisha shiba na pia ningependa pia kujulisha mtazamaji, hamna kitu kizuri kama maziwa ya mtindi. Especially kwa mtu ambaye tayari anaangalia sana afya ya mwili wake, au ambaye tayari ana hizi lifestyle disease, aepukane kabisa na fresh milk, atumie mtindi kwa wingi. Mtindi unatibia hadi bakteria zile za kwenye mmeng'enyo wa chakula. Una faida kubwa sana. Na pia kumbuka mtindi una healthy fats pia.
Ukiangalia kwa kina, healthy fat ni mafuta yenye afya. Yani chochote kile ambacho kinauka naturally, ambacho hakijaenda kiwandani, vyakula ambavyo havijatengenezwa viwandani, ndivyo tuna advocate, ndivyo tunapendekeza kwa kifupi. Sawa. Ndio. Nitakuja kwenye swali, natamani utuambie mlo wako kwa siku utakuwaje, lakini kabla ya swali hilo ninataka kujua haya mambo ya watoto wadogo kuonekana wana kiriba tumbo. Umetaja obesity, ni kiriba tumbo kwa Kiswahili. Wanakuwa na kisukari, diabetes, alafu kuna nini kingine walisema, pressure na stroke. Haya ni magonjwa ambayo tunayashuhudia kipindi hiki zaidi. Ndio. Sasa vyakula vya wanga watu wameanza kula miaka na miaka nyuma. Watu wamekuwa wakila hivyo. Matatizo hayo tulikuwa hatuyasikii. Tunayasikia sasa hivi. Shida ni vyakula peke yake? Kuna shida nyingine? Kuna shida nyingine pia. Asante sana kwa kuibua hilo, kwa sababu tunakula vyakula, lakini pia kumbuka babu zetu walikuwa wanatembea sana. Ina maana pia na aina ya vyakula. Alafu kitu kingine pia ningependa kutaja ni kwamba babu zetu walikuwa wanakula mlo mmoja kwa siku. Wakishaenda kule kwenye mawindo kule, walikuwa wanakuja na nyama jioni, yani nyama inapikwa, watu wanakula nyama. Na hadi kesho yake watakapoondoka kwenda kuwinda tena, watakavyorudi jioni, wanarudi na mawindo hayo, ndio watu watakapokula. Kwa hiyo sasa angalia hapo tunazungumzia nini? Tunazungumzia healthy fats. Yes, kwa sababu nyama ya aina yoyote ni healthy fats. Haya, tunazungumzia movement ya mwili. Je, siku hizi tuna hivyo vitu? Siku hizi tunakula vitu vyakula vinavyotokana na viwanda. Tunatumia mafuta ya viwandani, hatutumii mafuta yanayotokana na wanyama, hatutumii, alafu hatuna movement kabisa. Kuna bajaji kila mahali, kuna bodaboda kila mahali, kuna daladala kila mahali. Hatutaki kujisumbua kabisa. Yani kiasi cha kwamba mtu anayetembea anaonekana kana kwamba yeye amekosa pesa. We ni maskini ndio maana unatembea. Yani mimi kwa binafsi yangu mimi sipandi bodaboda mimi, na uwezi ukanikuta, yani kama ni distance ambayo naweza nikatembea, natembea. Alafu kila jioni lazima niingie mazoezini. Kwa hapa Iringa mimi naenda Amazing Fitness gym. Ndio. Amazing Fitness itabidi mtulipe. Maana Messi ametangaza biashara yenu kwenye kipindi chetu. I'm joking. Kwa kweli tunatakiwa movement ya mwili. Moses, tunaambiwa kwamba movement ya mwili, depression hits a moving target. Yaani kumaanisha nini? Kwamba unapofanya mazoezi unaepusha vitu vingi sana, msongo wa mawazo. Hivi unajua utafiti umeonyesha kwamba mtu anayefanya mazoezi anakuwa hata hana gubu, anakuwa hali ovyo ovyo, anakuwa conscious. Ile ya mwanzo unasema anakuwa nani? Yani hana mood mbaya, gubu, yani mood mbaya, yani kuna yani unajua sisi binadamu, na ndio maana unaona hata ukiangalia hata enzi za zamani kabisa, watu, yani movement ya watu, na ndio maana unaona kulikuwa hamna lifestyle diseases, kwa sababu mazoezi pia yana lower insulin resistance, yanashusha insulin resistance. Kwa hivyo mazoezi ni tiba kwa kifupi. Ni tiba kwa afya ya akili, ni tiba kwa physical health, ina maana afya ya kimwili, na ni tiba pia hata kwenye mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo ni dimension zote za. Kwa hiyo hapo tunaposema kwamba watoto wadogo wanakuta na kiriba tumbo, ni kwa sababu ya hivyo vitu. Watoto wetu hatuwashughulishi, tunanunulia vyakula vya packet. Jamani, watazamaji wetu wa Iringa Talk Show, tuepuke sana vyakula vya viwandani. Kila kitu yani ukitaka kula chochote unaenda kiwandani unanunua, unaenda kiwandani. Yani kwa kweli sio kwamba tunaua viwanda vyetu, lakini tunaendekeza kama unataka kuepukana na lifestyle diseases. Yani kwa kweli
pendekeza zaidi hivi vyakula ambavyo vinazalishwa kutoka ardhini. Okay. Iringa Talk Show. Iringa Talk Show.